أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي. Hausanyiki kwa muumini. Mambo haya mawili yakiwa na muumini, basi hatakuwa na sifa ya muumini. Jambo la kwanza ni ubakhili, na jambo la pili tabia mbaya. Kwa yule muumini basi yafaa sana kujipamba na tabia nzuri na kuepukana na ubakhili, ili pia apate kuwa miongoni mwa waumini. Ndugu zangu katika imani, anasema al-Haqq subhanahu wa ta'ala, walau anna ahla al-qura amanu lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh walakin kadhabu wa ahlaknahum bima kanu yaksibun. Anasema al-Haqq subhanahu wa ta'ala, law anna ahla al-qura, lao wangekuwa watu wa mji, amanu, wangemwamini al-Haqq subhanahu wa ta'ala, haki ya kumwamini, lafatahna alayhim barakatin, basi tungewafungulia kwa sisi baraka. Nasema pia minas samai, kutoka mbinguni, wal ardh, na ardhini, walakin kadhabu, na lakini pia watu hawa Allah pia akaangamiza wale ambao kwamba wameshikamana yake. Kusema katika imani, aya hii pia nasi inatugusa sana. Leo hii katika miji yetu mingi pia tuko tunahangaika na mvua, si katika hali ya kawaida, mvua chache, tuna ukame kutosha sana, jua limekuwa kali sana. Lakini lau kama tungekuwa tunaamini al-Haqq subhanahu wa ta'ala, haki ya kuamini, basi Allah angeteremsha baraka kutoka mbinguni pia na ardhini. Lakini wachache sana wenye kufanya haya, lakini haya tunapata kwa wale ambao tumeyachuma ndani yake. Sasa basi, kama tunataka kupata baraka ndani yake katika maisha yetu ya kidunia, basi yafaa sana tujikite namna kuamini al-Haqq subhanahu wa ta'ala, haki ya kumwamini, si nusu, ile kamili haki ya kumwamini, ili pia tuweze kupata baraka hizo ardhini na mbinguni. Ndugu zangu katika imani, anasema Imam Ali radhiallahu anhu, laula khamsun khisal la sara nasu kulluhum salihin. Lau yasingekuwa mambo matano, laula khamsun khisal, lau yasingekuwa mambo matano, la sara nasu kulluhum salihin, basi watu wote hawa wangekuwa wema. Maneno haya anazungumza mwenyewe babul ilm Imam Ali. Lau yasingekuwa mambo matano, basi watu wote hawa alhamdulillah wangepata kuwa watu wema sana. Zangu leo ni Jumaa ya mwisho katika mwezi wa Shaaban, huenda ikawa ni kesho tukaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa kuchuma, mwezi wa taqwa, mwezi wa maghfira, mwezi wa Qur'an, mwezi wa kutenda amal salihah, mwezi wa kuvuna. Ni kama vile umekaa kwenye mtandao wako ambao unatumia, unaambiwa sasa hivi ni msimu wa bonus. Ukiweka 1,000 basi unapata 2,000. Ukiweka dakika 10 basi unapata dakika 20. Ndio msimu ambao unatuijia sisi. Basi yafaa sana tuziandae nafsi zetu sisi wenyewe pia na akili zetu ya kutenda amal salihah. Mzangu, watu wengi mwezi wa Ramadhani ndio umekuwa turning point pia. Kama alikuwa ni muovu sana, basi Ramadhani mtu huyu atajikita pia na atajipinda na ibada, ili pia aje kuwa mtu mwema. Jambo la kwanza ambalo alisema Imam Ali, lau yasingekuwa mambo matano, basi umma wote huu ungekuwa mwema, watu wote wangetenda amal salihah. Jambo la kwanza ambalo linatudanganya katika usingizi mzito wa kupenda hii dunia, kila siku tunazidi kuyatenda maasi, al-qana'atu bil jahl, ni kukinai na ujinga. Wengi wetu katika mujtama tumekinai na ujinga, kwamba mimi na watoto tu basi, nafikiri hata naweza, basi iko hivyo, tumeshika tamaa kabisa hivyo. Waache tu wenyewe hao. Wewe katika mujtama pia tumekinai sana ujinga, mtu hajui na hataki kujua. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man salaka tariqa
mwenye kupita katika njia yaltamisu fihi ilma, kwa ajili ya kutafuta elimu pia, sahalallahu lahu tariqa ila janna, Allah atamsahilishia njia ya kwenda peponi. Wengi wetu hata namna ya kuswali pia inakuwa mtihani. Anaweza kaji katika juma kama hivi, lakini asijue kwenye rukuu anasema nini, kwenye itidali anasema nini, kwenye sajida pia anasema nini. Anakaa mtu huyu miaka nenda miaka rudi, hata kujifunza hata sala pia, sala tano. Baadhi yetu pia hatujui kuswali. Al-qana'atu bil-jahl, ukinai na ujinga. Mtu hajui na hataki kujua, anaona kama akimwambia fulani nifundishe namna kuswali, kama atajishusha sana, ni bora kujishusha upate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala duniani na kesho akhera. Sawa, tutafuteni elimu ili ujinga ambao tunao katika bongo zetu pia upate kutondoka ndani yake. Watu sisi pia tunateswa sana na ujinga, na ujinga huu katika elimu dini pia, hata katika elimu ya sekula pia tuko hivyo. Mtu ajue, lakini pia anaweza akatalia mambo kama vile anajua. Leo hii utamkuta mtu anampiga radi shekhi kwamba yeye mwenyewe kama vile amesoma, kisha shekhi fatateni pale, kisha msikiza shekhi fulani pia YouTube pia, baada hapo anaanza kumkosoa kadha. Lakini hiyo kimuuliza mtu huyo ana kiwango gani cha elimu cha kumkosoa shekhi huyo, ana fatateni pembeni ya kichwani. Tuzama, turudi darasani. Jambo la pili kwa kwamba amezungumza Imam Ali, laula khamsa al-khisal, law yasingekuwa mambo matano, la sara nasu kulluhum salihin, basi watu wote wangeendelea kuwa watu wema. Jambo la kwanza kwa kwamba law isingekuwa hilo ni ujinga, law kama tusingekuwa wajinga basi sote tungekuwa watu wema. Jambo la pili kwa kwamba linatesa sana, wal hirsu ala dunia, kuipupia dunia, kuipenda sana dunia. Wengi sana wakiona kubwa dunia, basi mtu huyu atadhulumu, atapiba, atafutu katika masala kwamba si kama vile alivyoamrisha al-haqq subhanahu wa ta'ala. Wengi sana tunakupa na dunia. Jambo hili pia lao isingekuwa mambo matano, jambo la pili hili, basi sisi wote hapa tungekuwa watu wema. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama mathalu dunya kama mathalu dhilli, mfano wa dunia ni kama vile kivuli zail ambacho pia chenye kuzunguka tu. Faman akhadha, mwenye kukamata kivuli hichi bihadhari, kwa tahadhari, akhadha bihikma, basi atakamata kivuli hichi kwa hikma. Waman akhadha biharsi, na mwenye kukamata kivuli hichi kwa harsi, kwa pupa, akhadha bikhairi nafi'in, atakamata kivuli hichi pasi na manufaa aina yote. Tunajua kivuli si cha mkaa sana. Umekaa chini ya mti, pana kivuli pale, kitakaa muda mchache, baada hapo kitakwenda. Lakini wengi wetu sasa, unapokaa pale katika chini ya mti, unasema hapa nitajenga, nitafanya kadha, lakini kivuli kile ni cha kupita tu. Na mfano sisi katika maisha ya dunia, ishi tutakapoishi, tambua kwamba ipo siku utaondoka. Hiyo umejiandaaje? Wengi wetu sana katika maisha ya dunia wanaishi kama vile hataondoka katika maisha ya dunia. Jambo la pili ambalo kwamba linatutesa sana sisi wanadamu, jambo hili la kuhubia dunia. Ima jambo lingine ambalo kwamba linatupumbaza, linatutesa sisi wanadamu katika umma huo, washuhud bil fadl. Jambo la tatu ambalo kwamba Imam Ali alisema lao yasingekuwa mambo haya matano, basi umma wote huu, watu wote wangekuwa watu wema sana. Uchoyo katika fadhila, huenda mtu anajua kadha, lakini amekaa nacho. Huenda anajua namna ya kumfundisha mwenzie ili pia ajue namna ya kuswali, lakini wala hataki mwenyewe. Wengi wetu katika elimu zetu tumekaa sisi wenyewe, hatutaki kuzitoa kwa wale ambao kwamba hawana hizo elimu zangu, ili pia umma wote upate kutengenezeka, basi itoe pia. Tusiwe na umini katika elimu. Kama una elimu pia, basi toa watu wengine ambao kwamba hawana elimu ndani yake. Bandala ala khair, mwenye kumjuza mtu katika khair fulani, falahu mithla ajr fa'ili, basi mtu huyu atakuwa na malipo ya yule mtendaji kama vile ametenda yeye. Mathalan, ukamfundisha mtu namna ya kuswali,
akajua kuanzia kwenye udhu mpaka kwenye swala mpaka kwenye salamu, basi anaposwali yeye kwa makini ule, na wewe unapata, yeye anapata na wewe pia unapata. Ukamfundisha mtu namna nzuri ya kujipamba katika funga yake, basi akifunga vizuri basi na kuharibu funga yake, na unapata pia. Yeye akipata kwenye funga yake, na wewe unapata. Ukimfundisha mtu namna kusoma surat al-Fatiha, surat al-Ikhlas, ala kulli hal Qur'an walau kwa aya moja pia, basi namna yeye atakapowafunza wengine pia, na utapata katika ujira wako pale. Uzangu, kama una mwana fulani hajui, basi usiache kumfunza, muite kwa hikma pia, kwa fulani nakuomba mueleweshe mwanzi mbali sana. Wengi pia hataki kuambia ujinga kwamba hujui, atona kama vile unamdhalilisha vile. Jinyenyekeze kwake yeye, ili pia upate thawabu ndani yake kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya kujiona kwamba mimi najua sana, kwa ajili ya Allah ndani yake. Ima jambo la tatu ambalo kwamba linatudanganya pia, wala fil amal, kujionyesha katika matendo yetu, kuona ria katika matendo yetu. Laula khamsu khisal, lau yasingekuwa mambo matano, la sara nasu kulluhum salihin, basi watu wote hao wangeendelea kuwa wema. Jambo lingine ambalo kwamba linatupumbaza katika hili, kufanya ria katika amali. Kufanya ria katika amali, unakwenda kutoa, unakwenda kufunga suna yako, unakwenda kufanya amali aina yote, katika moyo wako pia kuna vichemecheme vya ria, tuviache. Si kana kwamba haifai kutoa ama kufanya hadharani, yafaa, lakini pia tunapofanya hadharani pia tusifungamanishe katika nyoyo zetu na ria. Ile shirki ndogo sana ni ria. Mzangu, mtu wa kwanza kisha kuhukumiwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yule mtu ambaye kwamba amepigana jihad katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataitwa mtu huyo, ataulizwa ulipigana kwa ajili ya nani? Atasema kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Allah atasema kadhabta, umesema uongo. Lakini wewe ulipigana ili uitwe shujaa, watu walikusifu sana duniani, basi ujira wako umeshasha duniani. Fadhila yake na ubora wake libidi aende peponi mtu huyu, lakini ataburuzwa kwa uso wake na malaika mpaka motoni. Amepigana jihadi mtu huyu, amekufa jihadi katika uwanja wa vita, lakini mwisho wake anakwenda motoni. Sababu ni ipi? Alikuwa na ria katika amali yake. Mtu wa pili pia ambaye atakuja kuhukumia baada huyo shahidi ambaye kufa katika uwanja wa vita ni yule ambaye kwamba alikuwa ana mali nyingi sana, akapata kutoa mashallah, akasaidia kule na kule, akajenga msikiti mashallah kadha kupitia mali yake. Kesho pia ataitwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulitoa mali yako kwa ajili ya nani? Akasema pia kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Allah atasema kadhabta, umesema uongo, lakini wewe ulitoa ili pia uite mtoaji. Fulani bwana, mtoaji mashallah. Sababu gani? Amali hii hata malaika pia ambao wanaandika mema pia na mabaya pia hawajui kwamba fulani anatoa, anasoma Qur'ani, anafanya kadha, anatoa darasa kwa ajili ya Allah, hata wao pia hawajui. Anajua ni al-Haqq Subhanahu wa Ta'ala. Kisha pia mtu huyu pia ataburuzwa kwa uso wake mpaka motoni pia. Mtu huyu alikuwa na mali mashallah, lakini pia mali zake pia zimepeleka motoni. Mtu atatu pia atakuja, huyo alikuwa na elimu mashallah, ataulizwa pia na al-Haqq Subhanahu wa Ta'ala, je, elimu yako ulitumiaje na ulichumaje? Akasema pia mtu huyo kwamba nilitafuta pia na nikatumia pia kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Allah akasema kadhabta, umesema uongo. Lakini wewe utafuta elimu pia na ukaitumia pia ili uitwe msomaji kwamba fulani bwana mashallah amepiga vitabu sana vile mtu. Tuko hivyo sisi. Waweza kumkuta shekhe mashallah anafuta masala kadha, lakini katika moyo wake pia imejificha amali hii ya ria. Anatenda yote ambayo anatenda, anafuta kila aina masala, lakini pia ili watu wamuone kwamba naye ana elimu mtu huyu. Kesha mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na ataburuzwa mtu huyu kwa uso wake mpaka motoni. Elimu yake, mali yake pia na
na jihadi yake pia, vyote pia vimepeleka motoni mtu huyu. Usama lau usingekuwa mambo matano, basi umma wote huu ulikuwa amali salihah, wenye kutenda amali salihah. Jambo hili la tatu, lau tusingekuwa na amali zetu tunafungamanisha na ria, basi wote tungekuwa watu wema. Ili pia unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi tungefunga pia kwa ikhlasi ndani yake, lakini wachache sana. Baadhi yetu pia amali zetu tumefungamanisha na ria ndani yake. Tunasema nitafanya amali yote ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ili watu wanione, wamsifu. Acha na jambo hilo. Ni hiyo, kama unao pia niache ni hiyo. Fanya, tenda kwa ajili ya Allah, usifanye kwa ajili ya watu. Sisi tutakusifu mashallah, swali yule, toa yule, mashallah, kadha. Lakini baada hapo inakuwaje? Mbele ya hapo swala mtu motoni. Ima jambo la tano hapo kwamba leo sitakuwa mambo haya matano, basi kwa ijaba birai ni ile hali ya kujitukuza katika rai yako. Uweze tumekaa msikitini hapa, tunasema mashallah, tuna ramani ya ghorofa katika Masjid Munawwara. Akatoka mtu mmoja akatoa rai nzuri sana, basi mtu huyo akaanza kujisifu kwa mtaani. Na usingekuwa mimi, jambo hili lisingetegemea, hapana. Na usingekuwa mimi, basi msikiti huu usingekuwa baraka, hapana. Fanya kwa ajili ya Allah, toa rai kwa ajili ya Allah. Kila amali unaifanya, fanya kwa ajili ya Allah. Hata ikiwa ni nyumbani pia, pale lau nisingemwambia mzee afanya vile, leo hii tusingeharibikiwa. Fanya kwa ajili ya Allah. Allah amejalia kwa wewe pia, na Allah pia atajalia kwa mwingine pia. Unapotoa rai ambayo kwamba ina manufaa katika jamii, usiache. Acha kujisifu ovyo ovyo. Acha kujikweza kwamba lau nisingekuwa mimi, lau nisingekuwa kadha. Mambo pia yaache. Mambo haya yanaharibu sana katika jamii zetu, ndugu zangu katika imani. Lau nisingekuwa mambo haya matano, mambo haya ambayo tumeeleza, basi kwa al-haq subhanahu wa ta'ala, basi umma wote huu ungepata kutengemaa. Tunapokaa katika shura zetu pia huwa tunaambiana pia, unapotoa rai basi fanya kwa ajili ya Allah. Baada hapo usiende ukajisifu. Huenda rai yako baada hapo ikawa na manufaa ndani yake, huenda rai yako baada hapo ikawa na badala pia ndani yake. Hali iko hivyo. Huenda leo hii ukatoa rai nzuri sana na watu wakaifanya kwa uzuri sana, lakini baada ya miaka mitano ile rai yako ikabadilika ikawa ni rai mbaya sana. Hivi nani anasema hivi jambo hili? Unapotoa rai yako, fanya kwa ajili ya Allah, usifanye kwa ajili ya watu. Kusema katika imani, lao isingekuwa mambo haya matano, basi umma wote huu ungetegemea. Jambo la kwanza ambalo kwamba anautesa umma huu, al-qana'atu bil jahl, kukinai na ujinga. Tusikinai na ujinga. Kama una elimu, katafuta elimu ndugu yangu. Jambo la pili pia, wal-habsu bid dunya, kuipupia dunia. Tuache kuipupia dunia. Ipo siku tutaondoka na tutaiacha hii dunia kama wengine pia walivyoiacha. Jambo la tatu pia, washuka bil fadhili, cheo katika fadhila. Kama unajua jambo, wape fadhila kwa wengine pia wapate kulijua. Jambo linalofuata pia la nne, warja'u fil amal, kuwa na ria katika amali ambazo unazifanya. Kama unaswali, unafunga, unatoa, unasoma Qur'ani, fanya kwa ajili Allah, usifanye kwa ajili yetu. Sisi tutakusifu pia. Baada hapo utajoe na al-haq subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tunapofanya tufungamanishe amali zetu na al-haq subhanahu wa ta'ala, ili pia tuweze kupata radhi za al-haq duniani pia na kesho akhera. Ndugu zangu, shahar Ramadhani inakuja. Leo hii ni Jumaa ya mwisho, huenda kesho pia tukawa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wengi wetu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani unamkuta mtu asome Qur'ani, mtu huyo haswali, kazi yake yuko na kiredio chake, yataanza kusikiza kasida kuanzia mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho. Anafungamanisha kama vile kusikiza kasida pia kama vile kufanya amali salih, hatuache. Unamkuta mtu pia kuanzia mwanzo mpaka mwisho yeye ndio kucheza karata tu. Mwingine anacheza draft tu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, tangu jua linachomoza mpaka napozama. Kwa hiyo kupoteza muda, ndugu zangu, mwezi wa Ramadhani si mwezi wa kupoteza muda. Ndugu zangu, kuna baadhi ya watu pia wao kubadilisha
kutoka filamu hii kwenda filamu nyingine, kutoka channel moja kwenda channel nyingine. Tuyaache pia haya. Wengine wanaona kwenda kwenye zile studio kwa ajili ya kuchukua baadhi ya movie na series, nikaangalia nipoteze muda. Tuyaache mambo haya, tunaharibu funga zetu. Baadhi ya watu pia wanasema kwa mahala fulani pia kwa ajili ya ladha pia. Ndugu zangu, Ramadhani ule msaafu wako ambao ulisahau muda mrefu sana tangu mwaka jana, pia uchukue chuma fadhila pia. Imam Shafi yeye alikuwa akihitimisha Qur'ani mara 60. Mara 60. Hii Qur'ani juzu 30 anahitimisha mara 60. Baadhi ya kina nasema mara 66. Mara tangu mwanzo wa msahafu kuanzia surati al-Fatiha mpaka surati an-Nas, kuanzia mwanzo wa msahafu mpaka mwisho mara 60. Mimi na wewe pia hata kitu moja tumalize. Hao ndio watu wema waliotangulia. Mimi na wewe tunakesha. Kwanza tunawahi kulala pia, tarawih pia. Swali sisi tuko kama hatupo pia. Pakisha kucha sisi ndio wa kwanza. Funga ndio kali sana. Yupo na karata yake, yupo na drafti lake, yupo na bao lake mtu huyu, yupo na remote yake, yupo na siri zake anaangalia, yupo na kadha anafanya. Lakini yote ambayo anayafanya wala hanufaishi funga yake. Uzama, tusiandae funga zetu. Tusiandae funga zetu. Wengi tunaziandaa kwa kuziharibu. Tuandae funga zetu kwa kuzitengeneza, ili napoondoka Ramadhani basi wala una sisi tuwe na kijikontena cha mambo mema. Mzangu katika imani, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna fihi min al-maqbulin wa la taj'alna fihi min al-mardudin wa la min al-maghdubi alayhim wa la min ad-dallin. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.